Nini jamani? Kango. Ona mke bwana. Utalala wewe hapo mwenyewe. Sasa tena. Nzulale kwa. Unatafuta eh? Uona mke hapa? Nitaenda kwa kule chini, sijui umeelewa? Sitaki unisumbue. Yaani watu wamechoka, washatoka katika kazi zao, watu wamechoka. Wewe usiku hatulali, kazi unanishikashika unataka nini? Unanitaka nini? Sasa kango unatoka wapi sasa? Wewe mwenyewe kazi una ndio maana yaani ukinigusa na wewe kaa chini ushamtibu sasa. Sasa unaona chini ili weje? Pale umefukuzwa au? Wewe. Sina hata muda kulala na wewe. Wewe ushamtibu sasa. Mtu asipumzike. Na naomba shuka yangu. Hujanunua shuka kwa mwezi wa ngapi? Naomba shuka yangu. Nunua wewe. Mke wangu. Kitu gani kwani? Sisi mkwambia kama nataka nilale jamani. Kwa hiyo, unahisi mimi nafanya makusudi au sio? Alafu unajua mimi sitaki makelele wewe mbwa saizi. Makelele ya nini sasa wakati nakuita mke wangu? Asa unanitia nini? Wewe unalala juu mimi nalala chini au kitu gani? Au basi wewe ndio unalala hapa mimi nje kulala huko. Tunapikishana makelele, watu tumechoka, tumetoka kufanya kazi zetu. Wewe unaenda huko unaenda kufanya kazi unarudi Bukujelo yeye. Sasa Bukujelo unaona ndogo? Kwa hiyo unapishana mipango ya Mungu, si ndio? Yaani na mimi kama ningejua kipindi hicho ndio unakuja kunioa na kuja kukaa hivi, hata singekubali. Kwa hiyo unataka kuniambia ulikuwa unapenda pesa zangu au unanipenda mimi mwenyewe? Nilikuwa napenda pesa na nakupenda na wewe mwenyewe. Siwezi kukupenda wewe tu, tutakula nini huko ndani? Haya ndio nishako nakupenda. Au sio? Haya upendo kaikoni upikwe tule, upendo tuvae kila kitu. Yaani tambua mke wangu haya maisha tu. Sisi tunapita tu hapa muda huu. Yatakwisha haya. Yatakwisha hata yaende wapi? Tulia ya kunyosha. Sawa bwana, kama umeamua hivyo haina shida. Acha basi usinipige kale. Mimi nimechoka ujue. Sawa, nimeshakuelewa. Haya bwana. Maisha. Yani giza nene limetutawala, mchana jua kali linatoka, giza nene limetanda moyoni mwa watu kila siku, maugomvi nyumbani. Yani giza nene Shida gani shemeji? Rafiki yangu kafanyaje leo? Yaani mume wangu kiukweli hizi maana kila siku akirudi nyumbani huwa anakuja analewa. Kwa kila siku ya Mungu akiondoka siku nyingine arudi kabisa nyumbani. Kwa hiyo shemeji nilikuwa naomba ikiwezekana ukae naye chini na mwelekezi jinsi gani maisha yanaendeshwa. Kwa hiyo amekuwa mlevi. Hajategemea ujue kwa mlevi. Kama mlevi. Na kingine shemeji, ndani maelewano hakuna. Ndio. Kwa nini awe mlevi na kwa nini ndani msio na maelewano wakati nyinyi ndoa yenu mlioana kwanza katika mlipendana nyinyi mlipendana kweli kweli? Ni kweli shemeji, kweli mlipendana, lakini yani hadi sasa hivi niseme labda tatizo kubwa. Yani mimi bado naendelea. Kwa shida mtoto. Ina imani. Ndio kaamua kupiga pombe, kulewa. Anaamini kweli akishakulewa atapata mtoto. Sijui. Yeye mwenyewe fikira zake zitampeleka. Basi kwa hilo shemeji halina taabu. Mimi nitaenda kukaa naye chini, nitaongea naye, nitamwambia yote. Akinielewa sawa, hakunielewa basi mimi nitakufichia taarifa kuwa hajanielewa. Wewe utajua mimi jinsi ya kufanya. Umenielewa shemeji? Nimekuelewa, lakini shemeji hamna rafiki yake mwingine anayemwamini kwa anaweza kunitafutia shida ambazo mimi ninazo kwenye ndoa yangu. Hilo shemeji halina taabu. Mimi nitakaa naye chini, nitaongea naye. Mimi nitaongea naye. Mimi unajua anipingi yule.
nitamwambia yote yanayokusibu na nitamwambia nafuata shemeji hivi na hivi. Wewe mimi nitamwambia yote shemeji, wewe mimi nitamweka chini ile, nitamuelekeza na hisi atakwisha. Alafu kama ikibidi mimi inabidi nikuwekeni wote chini pamoja ili nijue shida zaidi. Itakuwa vizuri. Haina taabu shemeji. Sawa, basi sina budi naondoka. Waiki kama shema analewa huyo. Utasikia anakuambia umetoka kwa bwana tu. Sawa. Yeah. Are you good at it? Ndugu wangu ananipigia. Halo. Vipi? Niambie. Kuna shughuli? Leo hiyo? Usijali shoga yangu, kama unavyonijua. Yaani hiyo shughuli za kuwapambe. Ngoja nitakapomwona shemeji yako kokote lazima leo nimfokoe. Kama sio 50 laki. Yaani nakuja. Kama unavyonijua na maokoto yani lazima nitapata. Shughuli itakuwa pambe. Yaani shoga yangu wewe acha tu. Yaani hapo. Ngoja tu nikamfokoa shemeji yako afu mambo mengine ataendelea. Poa. Yani giza nene limetutawala, mchana jua kali linatoka, giza nene limetanda moyoni mwa watu kila siku maugomvi. Bwana, nimefuata mwito wako. Ndio unaniita na nimekuja hapa. Kwa hiyo unakusikiliza. Sijajua una jambo gani la kuniambia, ila nimeamua nije hapa kwako nikusikilize kama ndugu yangu. Ndio, hiyo kweli rafiki yangu. Mimi nimekuita bwana Beka. Nimefikia kanifuata mkeo. Analalamikia kuhusu wewe. Tena kalalamika huko anahuzunika. Hivi kwa nini umeamua ndio unalewa? Labda nikwambie hizo taarifa za kulewa nani atakwambia? Ameniambia mkeo. Mke wangu. Ndio. Mimi nikwambie kitu ndugu yangu. Mimi silewi. Wewe ulewi, si ndio? Silewi tena silewi. Maisha yangu unavyoniona kama ndivyo safi. Na usitoshe mke wangu mwenyewe manake tunaishi vizuri nyumbani, hatuna tabu yoyote. Sijui nini. Kwa sababu kuna mambo hapo katikati nikwambia hivi na hivi. Sijui anamaanisha nini, ila kwa mimi naona tunaishi vizuri tuna mke wangu. Na jambo la kulewa mimi silewi. Kama nakwambia mimi nalewa sijajua. Sawa. Na hili jambo la kukosa mtoto wewe unafanya unamuonea mkeo? Na ni kijana ambaye shupavu sana kwenye kutafuta maisha. Nipo napambana kwenye sanaa, lengo na makusudio ni kupambania maisha yangu ya baadaye. Sio sanaa kwangu mimi, sio kama ni video. Sanaa kwangu mimi ni maisha ambayo nategemea baadaye aje kuniokoa katika familia zangu na mambo mengine ambayo yanastahili yanamhusu mwanadamu kwa ujumla yanamaanisha. Kwa hiyo karibuni sana. Tena hii ni Nyamisati na hapa tupo maeneo ya shule ya msingi. Kwa hiyo karibuni sana Nyamisati, wana kikundi wenzangu na wana sanaa.